watazamaji na wasikilizaji, wafuatiliaji wa chaneli yetu pendwa ya Nishida Channel TV. Leo hii tuko katika kijiji cha Ujindile, tumekuja kumtembelea mkulima mwenzetu ndugu Romanus Lugome. Hili shamba tulitembelea mwezi wa 8 mwaka jana, mwezi wa 8. Ina maana mpaka sasa hivi ni miezi 7. Kama mnakumbuka kuna huu mti tulikuja kujifunza namna ya kuhudumia miti ambayo imezeeka. Huu mti ulipandwa miaka ya nyuma na baadaye, baada ya kuzaa miaka kadhaa, ukapunguza ule uzaaji. Kwa hiyo sasa kuna namna ya kufanya ili mtu kurudisha kwenye hali yake ya ujana. Kwa hiyo nadhani kuna picha nitawaonyesha ya mwezi wa 8 ambao tulikuja na mzee ndugu Romanus Lugome alielezea ule mti jinsi alivyoukata na namna ya kuutunza. Kwa hiyo leo hii ule mti sasa ndio huu hapa umeshamiri miezi 7 toka mwezi wa 8, sasa tuko mwezi wa 3. Hali ndio kama hii, yaani mti umekuwa na afya ya kutisha. Kwa hiyo Mr. Lugome, naomba uwaeleze watazamaji, wafuatiliaji wa Nishida TV, kwa sababu lengo ni kuelimishana. Sasa hivi tunataka wakulima tubadilike, twende na uzalishaji kwa mti. Wenzetu wanasema production per tree, yaani mti mmoja unatakiwa ulete faida yenye tija, lakini isiyo kwamba unasema na shamba lina eka moja lakini unapata mazao kidogo. Nataka useme nina shamba lina miti 120, mti mmoja unaletea kiasi kadhaa. Tunaomba utupatie siri. Tunaomba sasa utuelekeze. Sasa tunafikia kwenye hii stage ya kuanza sasa kupruni na kuweka sawa huu mti ili utengeneze sahani, na nilikuomba kabisa kwamba wakati ule tutaomba turudi tena huu mti kabla hujaanza kufanyia pruning wala kutengeneza, tuje tutengeneze tena makaa ili iweze kuwaelimisha na wengine. Kwa hiyo karibu ndugu Lugome. Asante sana bwana Frenki. Nafikiri mwezi wa 8 wakati umefika, mti ulikuwa hauna matawi kabisa. Nilikuwa nakielekeza hauna chochote, lakini saizi ndio umechipua baada ya kukata. Lakini tunataka tu saizi sasa, ili ukae kwenye shepu ile ya kuanza kuzaa vizuri, lazima tuangalie mashina yetu hapa yaliyochipua yenye nguvu ya kuweza kuzaa vizuri hapo baadaye. Tunaona hili hapa ni shina kubwa lenye nguvu tayari, na haya yamechipua madogo, haya tunayatoa, tunatumia mkono tu, tunaangalia hili hapa halitufai, nalo tunaliondoa. Hili hapa halitufai, nalo tunaliondoa. Tunaangalia huku juu, huyu ameshaelekeza kwamba mimi nataka nishike nafasi hii, huyu tunamwacha hapa. Hili hapa tunaliondoa, linakuwa limeshatoka. Haya, tunakuja kuangalia huku tena, hapa tuna prune hivi kutoa, na hiki tunakitoa, na hiki tunakitoa, na hiki hapa tunakitoa. Tunatumia mikono, tunaona mikasi huwa inaleta magonjwa. Hii hapa inatakiwa ibaki ni kubwa, hii tunaiondoa nayo pia. Usione cha ajabu, hata kama ni nzuri wewe liondoa. Mwenye kushika nafasi anaendelea. Sawa. Tunakuja huku tunaangalia. Hapa tunaondoa hivi, inatoka. Na hiki hapa tunakiondoa. Na hiki hapa tunakiondoa kwa sababu kimesha kwa chini. Na hiki hapa tunakiondoa. Hapa unaona natumia tu mkono. Tunakiondoa. Hivi tunatengeneza mti ukae vizuri, ili uje uzae vizuri sana baadaye. Tunatoa hivi, tunatoa hivi. Haya, hapa sasa tumeshamaliza. Mti wetu umeshakaa na shape. Okay. Tunaiangalia. Sasa tunaangalia unakwenda juu. Kule juu lazima tutopishe. Hiki hapa tunakiondoa. Tunakata hapa, tunatumia mkono vile vile. Kwa nini ninakata pale? Ninakata pale ili hiki hapa kichipue kuja huku. Na hiki hapa nakiondoa hapa. Hivi vichipue kwenda hivi. Kwa hiyo mti unajitengeneza. Unakaa, huna haja ya kuja kukata baadaye, unausimamia bado ukiwa mdogo. Kama ulivyoona huu hapa tulivyotengeneza, ulivyokaa. Umekaa na sura nzuri, unapendeza na utazaa vizuri.
nafikiri tulianza kuusaizi kama tulivyoanza kuusaizi ule pale. Kwa hiyo ndugu watazamaji na wasikilizaji wafuataji, huu mti kama mnavyouona huu hapa umekaa vizuri, unapendeza. Maanake mwanzo wake ulikuwa ni kama mti huu hapa. Sasa ndugu Lugome ameshaufanyia pruning na ametoa matawi yote, mti umependeza. Lakini sasa kuna wakulima wengine huwaga wanachanganyikiwa sana, mtu au mtaalamu akianza kwenda kuiharibu miti kuitengeneza kama namna hii, lakini kiuhalisia mti unatakiwa ndio uwe hivi. Maanake hapa sasa haya matawi yakiondoka, tayari kile chakula kilichokuwa kinakwenda kwenye matawi haya chote kinahamia kwenda kuhudumia haya mengine. Kwa maana hiyo huu mti baada ya miezi 7 tena, yani utakuwa ni mti mkubwa na utakuwa tayari una maua. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo, labda kama kuna la kuongezea Mzee Lugome. Mimi nataka niulize swali sasa. Ndio. Kwa mfano hapa ndio tumeshaondoa haya, ndio pale. Kwa hiyo lakini kuna hili hapa na lenyewe linakuja ambalo ni bado dogo halijaondolewa. Kwa hiyo nataka kuniambia na hiki hapa kuja kufika hapa kinaenda juu, nacho tena tutabidi kukiondoa. Hiki lazima nacho kiondoke kwa sababu kinakuwa unakiangalia. Kama unaona kinapaa kwenda juu, haitakui mtu uone kwenda sana juu, utakuwa na mapato kidogo. Lazima nacho tutakuja kukikata hapo juu na kutumia mkono. Bado ukiwa bado laini. Kwa nini tunatumia mkono? Tunatumia mkono kwa sababu mikasi mara nyingi inaeneza magonjwa. Pale ninapotumia mkono kukata hivi, hakuna kitu kinachogusa. Wala mkono wangu haugusi, wala hakuna kinachoingia. Ni mti wenyewe. Maana nikishashika hivi, nikisha kata hapa palipotoka hakuna kitu kinachoambacho kinakuwa kimegusa. Japo kwamba unasema ukiwa na mkasi kama unataka kupunguza lazima utumie spirit. Lakini ukachovya, ukakata, ukakata, lakini tunakata mkono hakuna kitu kinachogusa pale kugusa mkasi. Yeah. Okay. Sawa. Basi nashukuru sana. Kwa hiyo hapa sasa hakuna haja tena ya kufanya pruning. Hapo ndio. Hamna haja ya kufanya pruning. Hapo ndio imetosha. Huu mti utaanza kutengeneza maua. Mwakani ukija utaona tayari una maua, unakuwa na matunda kama matunda mengine. Sasa ukiangalia huu hapa, unaona maua yaliyo mengi. Haya ndio mavuno ambayo yatatengenezwa mwezi wa 12. Na ukija mwezi wa 12 hapo kuna wengi, utaona haya yote ni matunda kwa sababu na thamani chini ipo ya kutosha. Na ukiangalia alishazaa matunda. Unaona haya matunda yalivyo makubwa. Umeshaanza kutoa matunda. Na matunda bomba kabisa haya. Yapo safi kabisa. Sawa. Ndio. Okay. Lakini na ndugu watazamaji, na huu mti yote hii miti ilikatwa kama unavyoona hapa chini hapa. Hebu sogeza kamera. Unaona hivi vichungi hivi hapa. Maana tayari umeshakatwa. Sasa huu umeshaota mwingine na tayari ndio umeanza kuleta matunda kama haya. Sasa niambie hii tunda size gani? Na bado. Sogeza kamera hapa. Hili tunda hapa ni kama size 14. Ndio. Lakini linaendelea kukua, litakwenda mpaka size 12, size 10. Kabisa. Linafika huko na bado. Na bado huko juu sasa kuna maua ya kumwaga haya. Maua na bado unaendelea kutoa maua. Kweli huu ndio tunasema uzalishaji kwa mti. Sasa Lugome hapa tena, hebu waeleze ndio wafuatiliaji na watazamaji, tunakuja kwenye huu mti sasa. Naona hapa umeshamwaga mzunguko wa mbolea, labda unaweza ukatolea maelezo kidogo kwa manufaa ya watazamaji. Sawa, nafikiri hii mbolea niliyoimwaga hiki nimeandaa chakula kwa ajili ya kulisha au mti. Wenyewe umeshanionyesha ishara kwamba unataka kutengeneza vitu. Unataka kutengeneza matunda ya kutosha. Na matunda yanapotengenezwa yanahitaji chakula. Ukitaka kupata matunda mengi, andaa chakula cha kutosha kwenye mti. Hii samadi niliyoweka ndio chakula cha huyu bwana parachichi. Ndio. Nampelekea, nimemletea hizi sahani zake za kulia chakula. Na akila kishiba, basi mimi nitakapokuja huko napata mali ya kutosha kabisa.
Kwa lazima muandalie chakula cha kutosha, na chakula chake kikuu mara nyingi sana parachichi ni samadi. Sawa. Ndio ugali wake mkubwa. Kwa hiyo nikishampa namna hii, najua mwakani hapa nitavuna tu. Nitavuna tena matunda ya kutosha na yenye ubora, na mnunuzi akifika atayapenda. Kama mnavyoiona yamejiandaa namna. Lakini kwa ajili ya ulishaji. Na hapa sasa umezungusha samadi, umeweka kama debe ngapi katika huu mti mdogo tu? Ndio. Lakini kuna debe ngapi hapa za samadi ambazo zimepita? Kwa huu mti hapa ni debe 10. Debe 10. Debe 10. Kwa mti kama. Kwa hiyo hapa nimeweka debe 2, na pale nimeweka debe 2, na pale debe 2, na hapo debe 2 kuzunguka, ili matawi haya kila mizizi itakapokwenda kwenda ione kuna chakula. Kwa hiyo hapa mbolea itatawanya, nitakuja na reki hapa nitatawanya nachanganya na udongo nachanganya na udongo, nachanganya na udongo. Na ukiona samadi ipo, hatuweki samadi bila kuchanganya na udongo. Lazima uchanganye na udongo. Lazima uchanganye na udongo. Ukishachanganya na udongo, ule udongo unapofika kugeuka kila mara kunakuwa mizaga chakula. Okay. Sasa unawaambiaje sasa wakulima ambao mti kama huu anaweka debe 2, matokeo yake labda kwa faida ya wengine? Naomba sogea kidogo hapa. Lakini niseme kwamba hapa wewe umeweka debe 10. Lakini unakuta mkulima mwingine anaweka debe 2 mti huu hapa. Ukiweka debe 2 mtu umeukosea. Huwezi kupata mapato, kwa sababu hii miti ina tabia moja. Ukiweka chakula kichache, maana utavuna matunda kidogo. Ndio. Na kipindi kingine wanasema matunda mbona yanadondosha sana. Matunda yanadondosha sana kutokana na chakula wenyewe unapima. Ndio. Unapima chakula na maji. Chakula kikiwa kichache, tena waambia watoto wengine shukeni. Hiki chakula nimeshaangalia hapa hakitoshi. Kwa hiyo ukiweka mbolea kidogo, utavuna kidogo. Ukiweka mbolea ya kutosha, utavuna mavuno ya kutosha. Kwa sisi tunayelima tunayepiga utafiti tumeishi. Unajua huu mti umeishi sasa, nimepanda 2004. 2004 mpaka leo, huwezi amini. Ulipopanda 2004 umekuja kuzeeka baada ya miaka mingapi? Nilipopanda 2004 ilipofika miaka 9. Miaka 9. Tayari kaanza kuonyesha dalili. Ndio. Kwamba hili shamba sasa hapa linafika kama kuzeeka. Nikaona hapana, nikakata. Ukakata sasa? Nikakata sasa, nikatoa huduma sasa ya mbolea kuboresha udongo. Ndio, okay. Ikachipua. Ilivyochipua sasa, imefika kama miaka 9. Nimeona sana dalili, nimekata. Hii ni awamu ya 3. Kwa hiyo hii ni awamu ya 3. Hii ni awamu ya 3. Kwa hiyo mimi naangalia mti wangu. Kwa hiyo unaangalia na mti unaenda vipi? Kama hapa unatakiwa ukatwe, yes, basi unaukata. Kama unatakiwa bado unadai, unaendelea kupa chakula kama kawaida. Na unaangalia kitu gani? Yaani kujua kwamba huu mti sasa umefikia stage umezeeka, unatakiwa ukate. Kikawaida unaangalia. Kikawaida hii miti, kwa mfano nichukulie katawi hapa nakaona hapa. Ningeshika hapa. Unakaona? Hapa. Kametoa maua halafu kanaendelea. Kametoa maua halafu vinaendelea. Unajua mti bado hai, haujaanza kuzeeka. Ukiona umefunga maua haya, hakuna kanakoendelea mbele. Hakuna tawi. Yaani imefungia matunda mwishoni kabisa, yani hakuna kitakachoendelea. Unakujulisha kabisa kwamba huko mbele mimi siendi, nimeshafika mwisho. Unajua utaona mwishoni vimefunga vimefungia huko juu, yote vimebaki huko juu na matawi hamna. Sawa, kwa hiyo manake hata jua likija pale linapiga yale matunda. Huo unakwambia bwana mimi nimeshazeka, nimechoka. Kwa unaukata sasa. Kwa hiyo unaukata. Ukishaona matunda yako unaona matunda yako amefungia yote mwisho juu, yani kwa kibele tukakipia ungalabala. Yaani jua linapiga hakuna matawi yote yanayoendelea. Jua unasema nimefunga sasa, nimefika mwisho, siwezi kuendelea. Ndio unaukata sasa, unarudisha uanze tena vipi? Okay. Ndio hicho tunakwenda hivi. Ndicho tunachokiangalia sana kwenye mti uliozeka. Na unaangalia na ukubwa wa mti. Kama huo mti unakuta labda umefanya hivyo bado mdogo. Ni mkubwa kama umezeka kabisa. Sasa hutaki kuukata. Kwa hiyo haiwezekani ukasema labda uongeze hata wiki hata debe 20-30. Hapo hauwezi kubadilika haraka. Hauwezi kubadilika. Hauwezi kubadilika. Tumefanya hilo zoezi, naona ndio unazidi kuwa kama unanyong'onyea hivi. Unazidi kuchoka hivi.
Kwa hiyo lazima watu tunaukata tena uanze na moja. Unapoanza na moja umeanza kutembea, basi na unaanza kuusaidia sana. Okay. Kama ninavyofanya hivi sasa. Kama hivi sasa kwa mbolea. Weka mbolea, huduma unaendelea vizuri kama unavyoona. Hebu sasa naona huko tayari umeshavunjika mbolea. Ndio. Na sasa unasema kuna kitu umeniambia hapa kwamba mwezi wa 9 ulimwaga mbolea. Ndio. Katikati hapo. Kwenye nafasi huko. Ina maana kutoka mwanzoni mpaka mwisho. Na saizi tena umekuja sasa unaweka kwenye mzunguko wa matunda yenyewe. Sasa hebu utuelezee ni kwa nini sasa uliamua kumwaga mbolea? Niliamua kumwaga mbolea mwezi wa 9 kutoka kule kuja hivi au kushuka hivi, kwa sababu huu udongo na urutubike. Mizizi huku bado hajafika huko. Sasa nitakapoweka mbolea humu nalisha haya matunda yatoke. Yatakapomaliza huu udongo wa huku utakuwa umeshalainika, upo vizuri. Kwa hiyo shamba lote kokote itakao kwenda mizizi, kuna chakula. Kokote haya matunda unayoona hivi, hapa hizi nafasi hazitaonekana, yatafunga kabisa. Yataziba kabisa. Kwa hiyo mtu unapita chini. Sasa huu mwago umeshautengeneza, umeshaurutubisha, mna chakula cha kutosha. Yale udongo umeshageuka, kama unaona umegeuka ni mweusi. Kwa hiyo huu ni chakula kimezagaa. Kwa mizizi kokote kitakapo na kwenda kuna chakula. Kokote kitakapo na kwenda kuna chakula. Kwa mambo yatakuwa yanakwenda vizuri. Okay. Na huu udongo nauona ni udongo kama ulikuwa hauna rutuba sana, ni aina ya udongo wa kichanga huu, si ndio? Ndio. Naona una kichanga sana. Hebu tupe sifa ya udongo wa kichanga. Kwa sababu sasa wewe matunda yanakubali vizuri. Sasa kwa wale wenye mashamba, hata mimi mwenyewe nina mashamba, kuna sehemu tuna mashamba ambayo yana ardhi ya kichanga kama hivi. Kwa faida na wengine unaweza ukashauri wafanyeje ili kuweza sasa na wao wapate matunda kama haya? Unajua kama nilivyosema, huu udongo wa kichanga mara nyingi sana una tabia ya kujiosha. Kile kichanga inaponyesha mvua inaosha, zinabaki kokoto. Ndio. Kwa hiyo unapoongeza mbolea, manake unaibadilisha, zile kokoto zinapungua, kinachozidi ni utifutifu. Tunaweka mbolea hivi kwa ajili ya kichanga. Kichanga kichakuwa kingi, lazima uweke mbolea nyingi. Ila kikiwa kichache unaweza kukadiria kutokana na shamba lako linavyosema. Huu udongo wetu ni wa kichanga. Sisi tuseme hatuna udongo, tuna kokoto kama unavyoziona hivi. Lakini ukifanya uzembe wa kutoweka mbolea, lazima shamba litachoka mapema. Na hiki kichanga usipoweka mbolea kinachoka haraka sana.